sababu yeye anapohubiri huwa anatembea tembea. Hallelujah. Amen. I know time is on my side. Anajua muda hauko upande wake. I cannot confess negative things in my life. Hawezi sema mambo yote kwa sababu yake. Hallelujah. Amen. Because I believe time is on my side. Yeye anaamini ati wakati uko upande wake. The reason why we are in this place, anasema jinsi kwa sababu kuya sisi kuwa mahali hapa is because we have come to worship. Ni kwa sababu tumekuja kumwabudu. Right? We have kweli. We have come to worship or we have come to praise. Tumekuja kumwabudu ama kuabudu ama kusifu. Hallelujah. Amen. Just I want to turn to your neighbor. Nataka uangalie jirani yako. Ask him or her. Muulize. When you hear the word worship, unaposikia neno kuabudu, what comes in your mind? Nini inakuja katika akili zako? Ask him or her. What comes in your mind? Muulize, nini inakuja akili yako ukisikia neno kuabudu? Because right now if I started to speak about tomato, wakati huu nikianza kuongelea nyanya. Hallelujah. Amen. What will come in your mind is you start to see something with red color. Anasema akiongelea nyanya unaanza kuona kitu kama kitu nyeupe au nyekundu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Are we together? Tuko pamoja. Are we together? Tuko pamoja. When you hear worship, what comes in your mind? Uliza jirani yako unaposikia neno kuabudu, nini inakuja katika akili zako? What did he answer? Amekujibu aje? Amekujibu aje? Praise be to God. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Now listen. When you hear, most of us, when we hear the word worship, wengi wetu tunaposikia neno kuabudu, something comes in our mind. Kitu inakuja katika akili zetu. It's about singing. Ni kuimba tu. And when you are singing, just you close your eyes. Wana wakati unapoimba unafunga tu macho. And even though you were not singing, hata wakati unapokuwa hauimbi, maybe you kneel down. Pengine unapiga magoti. And then you are crying. Na pengine unalia. For those who are Pentecostals, na wale watu wa Pentecost, maybe they may think about speaking tongues. Wale wanaweza fikiria kuongea kwa jini. Because all of us I believe, mimi naamini, all of us are doing something we can reach to God. Sisi wote tunafanya kitu kuhakikisha kwamba tunafikia Mungu. Isn't it? The reason why maybe you come here is because you may think, if I worship, if I sing without beat, I will cause the presence of God to come down. Pengine tumekuja hapo tunajua tunapoimba bila kuwekewa beat, pengine tutafanya uwepo wa Bwana ukashuki. Praise be to God. Amen. Are we together? Ask your neighbor, when you hear worship, what comes in your mind? Uliza jirani yako, unaposikiliza neno kuabudu, nini inakuja katika akili zako? What comes in your mind? Nini inakuja katika akili zako? Is it singing? Ni kuimba tu? Ama is it dancing? Ama ni kucheza? What comes in your mind? Nini inakuja katika akili zako? From the rising of the sun to the setting of the sun, your name is so beautiful. From the rising of the sun to the setting of the sun, your name is holy. Can you open our Bible? Psalms, tufungue Biblia zetu katika Zaburi 75 verse 1. 75 mstari wake wa kwanza. I think the presence of God in this place. I don't know why. Ya kwamba kuna nguvu za Bwana katika madhabahu haya. How does it say? Can we read together? Are we there? Tuko hapo. Zaburi 75 verse 1. mstari wake wa kwanza. Zaburi 75 mstari wake wa kwanza. Tuko hapo?
Are we there? Kama uko hapo mseme amen. If you are there, you can just lift up your hands. If you are there. Kama umefika hapo inua mikono yako juu. Okay. Can we read together? 1, 2, 3. Just read your version the way it is. Because his name is near. Praise be to God. Amen. Now, I think it's a writer of this book. Inaonekana mwandishi wa hiki kitabu Was saying, those who worship, anasema wale wanapoona Mungu they see the name of the Lord near. wanaona kama jina la Bwana liko karibu. But to see the name of the Lord doesn't determine that you are worshiping. Na kuita neno la Mungu halimaanishi ya kwamba unamwabudu. Because do not confuse the wind when the wind is passing and the effect of the wind. Usikuwe na shaka vile upepo uvuma na upepo matokeo ya upepo. Because when the wind is passing, wakati upepo unapovuma, dust may fall. Utaona vumbi. Even small stones may fall. Hata unaona mawe ndogo ndogo zikianguka. Even the sun may fall. Hata unaona mchanga pia unaanguka. But it doesn't determine that the sun and the dust is the wind. Haimaanishi kwamba ati mawe na mchanga ni upepo. I want you not to confuse the worship and the benefits and the effect of worship. Sitaki uchanganyikiwe na matokeo ya kuabudu na kuabudu kwenyewe. Praise be to God. Okay. Let me give you this example. Do not confuse malaria. Wacha niwapee huu mfano. Do not confuse malaria. Usichanganyikiwe malaria and the impact of malaria. Na kitu malaria inaleta. The impact of malaria is not malaria. Wakati malaria inapotoka si malaria tena. Are we together? So now, a person who worship, alafu mtu mwenye anaabudu, he can see the manifestation that is happening. Anaweza ona kitu inatendeka. In a congregation. Kwa washirika kwa watu. When I'm worshiping, wakati I can see people getting healed. Naweza ona watu wakiponywa. I can see people falling down. Naweza ona watu wakianguka chini. Even people can start to see angels having divine encounter. Hata watu wanaweza kuona malaika wakipatana na But that impact is not worship. Na hiyo si kuabudu. It is an impact of worship. Hiyo tu ni matokeo. But what is really worship? Ni nini kuabudu? Oh. Okay. Have you seen a drunkard person? Have you seen a drunkard person? Umeona mtu mwenye anakunywa pombe mlevi? Have you seen? Umeona mlevi? I'm having in this church I'm having people who are born again. This is born again. Kama watu wameokoka kabisa, wameokoka kwa when a person is drunk, wakati mtu anapokuwa mlevi, he can move like this. Anatembea tu akizunguka. That move is not a one he has drunk. Kuzunguka si matokeo kile yamekuja. It's an impact of a wine. Ni matokeo tu ya pombe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The healing you can see. Healing you can see. Ile ndio unaona mtu kama ameponywa. And the transformation you can see. Na vile mtu anapobadilika. Changing perspective you can see. Unaweza ona kuna mabadiliko. When you are singing, it's not a worship. Unapoimba si kuabudu. It's not a worship. Si kuabudu. No, it's not a worship. Si kuabudu kabisa. No, it's not a worship. Si kuabudu kabisa. People whom you can see crying when you are ministering. Wakati unapoona watu wanalia wakati unapomwabudu Mungu. It's not a worship. Hiyo si kuabudu. It's not a worship. Hiyo si kuabudu. That is the effect of worship. Hiyo matokeo tu ya. What is really worship? Hiyo si kuabudu kamili. Then what is really worship? Sasa kuabudu ni nini? Let me tell you this. Whether you are a man of God, hata ukiwa wewe ni mtumishi wa Mungu, whether you are a chairman of youth department, hata ukiwa wewe ni mkubwa wa wanarika, whether you are a satanist, hata ukiwa wewe ni mwabudu sana, anyone is a worship. Yote ni mwabudu. Everyone is a worship. Yote ni mwabudu. Everyone is a worship. Yote ni mwabudu. Everyone is a worship. Yote ni mwabudu. Because there is no way Jesus denied that they are not false worship. Na hakuna siku yenye Yesu mwenyewe hakusema hakuna wale wanaoabudu shetani. They are true worshipers. Kuna wale wanaoabudu kwa ukweli. And they are false worshipers. Na kuna wale wenye sio waabudu kwa ukweli. May I shock you? Wacha nikushangaze. Even the sheep you have in your house, hata tu kondoo mwenye uko naye kwa nyumba, is a worship. Pia yeye anaabudu.
kuabudu ni nini? Look at your neighbor, tell him or her, worship. Angalia jirani yako mwambie maabudu. Before we go in the worship experience, let them. From the rising of the sun to the setting of the sun, your name is holy. Now, worship is acknowledging Ni kukubali that someone is above you, ati kuna mtu anayekushinda ama kujuu yako, and then you give him God na unampea utukufu and honor, na utukufu na heshima, not the way you are, si ati jinsi wewe ulivyo, not depending on your state, sio kuangalia jinsi wewe ulivyo, but depending on how he is and what he is. lakini kulingana na vile alivyo na vile ako. Now you do not worship because of your understanding. Hauabudu kwa sababu wewe kuelewa kwako. Because there is no theology in worship. Hakuna theology kwa maabudu. In worship is about to experience the intimacy you have. Kwa maabudu wewe ni kuingiliana na yeye. Are we together? Yes. Are we together? Yes. Are we together? Yes. Are we together? Am I describing worship? Najaribu kusema kuhusu maabudu Because there are some things you cannot expect by English. kuna mambo mengine hata huwezi yanena ama kusema kwa Kizungu. Sincere speaking, some of us are educated, but English is not enough to translate a certain thing. Watu wengine tumeenda shule lakini kuna wakati fulani hata Kizungu kiasi fafanua. Because one of the things I believe, the way you speak is theologically speaking. You speak God depending on your culture. Wakati mwingine wewe kama wewe pengine unaongelea Mungu kulingana na jinsi penye unatoka. Sometimes we worship God because of our body. Wakati mwingine tunamwabudu Mungu kwa sababu penye tunatoka tu. Do you know why now if we talk about God, some people they may think in their head God is a white person. Wakati mwingine unapoongelea kuhusu Mungu, watu wengine watafikiria ati Mungu ni mtu mweupe, ani mzungu. But hallelujah. Amen. Are you defending yourself? No. Praise be to God. Hallelujah. Someone say worship. Mtu aseme maabudu. Worship. Maabudu. Now, worship if you acknowledge someone is above. Maabudu unapotambua ama unapoelewa ya kwamba kuna mtu ako juu yako. And then immediately worship becomes automatic. Na wakati huo maabudu inajitokeza. Because worship is not mechanical. Kwa sababu maabudu sio makalika. Praise be to God. Amen. Praise be to God. Because of time, let me talk about worshiping God. Kwa sababu ya muda acha niongee kuhusu kuabudu Mungu. Oh Jesus. How do I do this? Because time is not on my side now. When we say worship God, wakati tunaposema abudu Mungu, the Bible tells me, Biblia inasema make me to understand your word. Nifanye kuelewa neno lako. So that I might worship. Ndio nitakuabudu. That means worship cannot happen without knowing whom you worship. Maabudu haiwezi fanyika kabla ama kama wewe hujajua unaabudu nani. To worship God, you must know God as a person. Kumwabudu Bwana unataka kujua Yesu Mungu ni kiumbe, ni yeye kipekee. That's what the Bible says. Those who know their God. Ndio maana Biblia inasema wale wanaomjua watakuwa wenye nguvu. Watafanya mambo makubwa. Listen. Sikia. Listen. The only person can stand before God. Mtu yote anayesimama mbele za Bwana It's God himself. ni Mungu mwenyewe. Listen carefully. The only person who can stand before God. Mtu tu ambaye anasimama mbele za Bwana It's God himself. ni Mungu mwenyewe. Are we together? Amen. Other things we matter. Vitu vingine sio Mungu. Hallelujah. Amen. Are we together? Amen. Are we together? Yes. Are we together? Now it is very difficult to see God. Ni ngumu sana wewe kuona Mungu. You will seduce them by this seductive talk. Utawarudisha kwa kuongelesha vizuri. But those who know their God, Lakini wale wanaomjua Bwana, those who know their
wale wanaomjua Mungu wao. Let me tell you, when the devil was tempting Jesus, wakati ibilisi alipokuwa anamjaribu Yesu. Now, when the devil is speaking about how if you are the son of God, turn this stone to become bread because you are hungry. Wakati ibilisi anamwambia Yesu, badilisha hili jiwe liwe mkate. He did not come with the topic of kingdom. Hakukuja na mada ya ufalme. Atakupa kila wakati alikuwa anauliza tu mabudu. He said, I will give you the kingdom and its spread. Anasema na nitakupea ufalme. That means the kingdom is hidden in the worship. Inamaanisha ufalme umejificha katika mabudu. The power of kingdom is hidden in worship. Nguvu ya ufalme. The answer of Jesus. The answer of Jesus. He did not say, and the serve and the worship God. Hakusema ufanye tunafanya na kuabudu Mungu. But it is written. Imeandikwa. And then this worship God. Kuabudu Mungu. And serve Him. Na yeye peke yake. Serve Him. Na umfanyie kazi. That means worship starts first. Inamaanisha mabudu ni ya kwanza. And the service comes as a second. Na kazi inakuja ya pili. But the reason why we have come in a worship experience. Na kitu imefanya tumekuja hapa kukutana na Bwana. Because some people, ni kwa sababu watu wengine are in the service. Wako mbio kwa ibada. Not in worship. Si kwa mabudu. Have you noted that? Yes. Have you noted that? Yes. Some people they are in the service. Watu wanapofanya ibada wako mbio. But they are not hiding in worship. Lakini kwa mabudu. But those who know their God, wale wanaomjua Mungu wao. It is very now when we worship the God of Almighty, we worship Almighty God. Tunaabudu Mungu mkuu. But if we really worship Almighty God, na kama tunamwabudu kwa ukweli Mungu mkuu, check yourself if you really are worshiping Almighty God. Jiangalie mwenyewe kama unamwabudu huyu Mungu mkuu. Why your ministration is not anointed? Kama unafanya ibada yako haina nguvu. Because when you are ministering, people will yes. Unaweza ongea wakati unapoanza kuabudu ama kuchukua ibada. As a worshiper, let me talk as a worshiper. Acha niongee kama mabudu. As a worshiper, kama mabudu, nothing you have to give God. Hakuna kitu unaweza pea Mungu. Nothing you have to give God. Hakuna kitu as a worshiper. Kama wewe mabudu. As a worshiper, nothing you have to give God. Hakuna kama wewe mabudu, hakuna kitu unaweza pea Mungu. You must see God as a provider. Unaweza sema Mungu anapeana. God told Abraham, Mungu aliambia Ibrahim, take Isaac. Chukua Isaka. And God will sacrifice Isaac. Akamtoa dhabihu. As an offering. Kama sadaka. One of the people whom I like the Bible, I love so much, my grandfather Abraham. Mtu mwenye napenda katika Biblia. Just imagine. Babu yako Ibrahim. He was going for sacrifice. Alikuwa anatembea. And he knows Isaac is a sacrifice. Alikuwa anachukua Isaka ni sadaka. But when Isaac asked him, lakini wakati Isaka alimwambia I can see fire. Ninaona kuni. Even you have built an altar. Nimeona umetengeneza madhabahu. But where is sacrifice? Na wapi sadaka? Oh, may the Lord bless you. Amen. Where is sacrifice? Wapi sadaka? Wapi dhabihu? The answer of Abraham. Ibrahim He did not say to Isaac. Akamwambia Isaka. You know Isaac, he was sacrifice. Ati Isaka, unajua wewe ndio dhabihu. But he said, the one who knows. Ni Mungu tu anajua. The one who knows the offering. Ule mwenye anajua dhabihu. That's why when God saw that Abraham was going to slaughter Isaac. Na wakati Mungu aliona Ibrahim alikwenda kumaliza Isaka. And he said, no, Abraham, I have seen. Na akasema mimi nimeona. Nothing you can withhold. Hakuna kitu unaweza shikilia from me. Kwa sababu yangu. And now, it's when we have gotten this is the name of the Lord Jehovah provider. Hapo ndio tulipata neno Jehova Jireh. But the question is, how can you have an offering and yet you are still waiting for him to give offering to give you? Anaweza kuwa na dhabihu, lakini unangojea Mungu akupe dhabihu yenyewe. Some of you have come with songs. Wakati wengine wamekuja Look at your neighbor, look at your neighbor. Angalia jirani yako. Some of you have come with songs. Wengine wamekuja na mawimbo. But you believe God as a provider of songs. Muamini Mungu kwa sababu yeye anapenda nyimbo. Some of you have come. You have come
Are we together now? Are we together? That means it's the end of yourself. That is the beginning of God. Do you agree? Those witches. Do you agree? Do you agree? Those witches. When they started to give their offering, it's the end of their power. Imagine hapo ndio wakati nguvu zao zinaisha. If you couldn't see, if you couldn't disappear, if you couldn't disappear, kama huwezi potea, the moment you make that sacrifice, wakati unapotenda hiyo dhabihu, you can start to disappear. Unaweza hata kupotea. And those are worship idols. Hao wanaabudu sanamu. But what about the people who really worship God? Gani wale watu wanaoabudu Mungu? Mimi na wewe. You cannot worship God. Huwezi abudu Mungu. And you continue to become a millionaire. Endelea kuwa mtu mchoyo. You cannot worship God. Huwezi abudu Mungu. And you continue to be a kisi. Endelea tu kuwa mkisi. You cannot worship God. Huwezi abudu Mungu. And you continue to become a millionaire. Those are not their God. Wale wanaomjua Mungu wao. Now, time is it my side? That is going well. Praise be to God. Now, may we stand up now? Now, I want to see people who have come to the end of their sins. Yes. The reason why we cannot worship is because we are. John, shika hiyo kidogo. John. Hallelujah. Oh. Some of us, the reason why we are not worshiping is because we are in the bondage of our conscience. You know, maybe the real and worship when we are. Lift up your hands wherever you are.
are doing it. Yes, you are doing it. You are doing it. You are doing it. Oh, 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 oh. Yes, you are doing it. You are doing it. Let me ask the voice of people who are worshiping God. Let me hear the voice of people who are worshiping God. Just lift up your hands wherever you are. Just lift your hands for God. Hey! Hey!